So nataka nimuulize kwa heshima Rais Uhuru Kenyatta. Please stay at home and watch how this country is being transformed. Na ukicheza sisi wengine we fear nothing. Tutatoa ile benefits yako ya retirement. Na hiyo maskari uko naye, sijui hiyo vitu yote unapata, uweze tumia pesa ya serikali kupiga serikali. You cannot use serikali inakupatia bodyguard, inakupatia retirement, inakupatia ofisi, alafu unatumia hiyo pesa ya serikali kupiga serikali. If you don't believe in that government, we are going to remove your retirement benefits. We are giving President William Ruto second term on account of his performance. Because we can see affordable housing, we can see roads are being restarted, we can see SHA is working. Na wale wapinzani wa Rais William Ruto watafute agenda. Na waende kanisa waombewe kwanza. Wengi wao wako na makosa, wengine wao walikuwa mawaziri, wakaua watoto wetu, wako na damu mikononi mwao. There are people who are trying to confuse people here. They are now trying to tell us how they sacrifice for Raila. I want to tell them, speaking from Kenya, there is a difference. You did not sacrifice for Raila. Raila sacrificed for you. Kama wewe una insist kukuwa running mate na ukipatiwa unashindwa kuleta kura ya kutosha mpaka ipitishe baba, ni wewe umesaidia baba ama baba amekusaidia? Si nyinyi mnajua 2007 sisi tulikuwa, mimi the first voter I ever voted from councillor to president was for the party of ODM. Kwa hivyo mtu asituambie as if they are more ODM than us. We are also founder members of ODM. ODM is a movement. We are part and parcel of this party also. So mtu asikae akisema ati yo sijui nani. Baba akituacha na Mwenyezi Mungu aweke roho lake mahali pema. Wakati mzee ametuacha mkiwa kwa chama cha ODM, na amewaacha kama jamii, kama mumeungana, kama mnaongea sauti moja ndani ya chama cha ODM. Musikubali wale wanataka kuleta migawanyiko. Musikubali watu walete migawanyiko wakati marehemu baba wetu amepumzika. Ile heshima baba alituonyesha, akatuonyesha kufanya kazi na huyu Randere, na Opio, na William Ruto. Watu wa Ugunja tutakaa hapo. Kwa hivyo mimi naomba kwa heshima sana, mumeamua mtatokea wakati wa uchaguzi mdogo, ili tuonyeshe wale watu wa ukabila, wale wa migawanyiko ya kuwa Ugunja na Nyanza, yote mumeamua, muko tayari na chama ni ODM. Mnanisikia? Maralal, nimesema hivi, wewe mwananchi, bora umejiandikisha kwa SHA, enda kwa hospitali ya serikali, ya mission, ya private, utibiwe, outpatient, utoke hapo. Mtu asikuulize pesa, wewe enda nyumbani. Kwa sababu pesa italipwa na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa jameni? Watu wa Maralal tumeelewana? Na mtu akijaribu kukuuliza pesa, itisha polisi, mwambie kuna watu hapa wananiuliza pesa na rais alisema matibabu ni bure. Tumeelewana my friends? Nyinyi mnanielewa? Tayari tumeweka shilingi bilioni 23 kulipia wananchi wote mambo ya outpatient, every citizen of the Republic of Kenya. Mimi najua kuna mahospitali wanaendelea bado na ukora kulipisha wananchi pesa ambayo pia watalipwa na serikali ya Kenya. Mahospitali ya kulipisha wananchi bado wako hapa Maralal. Wako Samburu. Mimi nataka niwaambie askari polisi hapa, tukitoka hapa, kama kuna hospitali yoyote inalipisha mwananchi na ni pesa serikali ya Kenya tayari itawalipia, hawa watu washikwe wapelekwe jela. Tunaelewana jameni? Naelewana watu wa Maralal? Tumeelewana? Na ndio sababu mimi nimekuja hapa, kwa sababu tunajenga KMTC hapa. Mambo ya matibabu haiwezi kufaulu kama hatuna nurses, kama hatuna madaktari, kama hatuna clinical officers, kama hatuna pharmacists.
Na ndio leo ni mimi nimekuja hapa kwa sababu hapa Samburu, hii Maralal Town, tunataka tuwe na Kenya Medical Training Center, mahali tutawafundisha madaktari na nurses na clinical officers na wale wengine wote. Tumeelewana? Kuanzia mwezi wa 3 mwaka ujao, hiyo KMTC itakuwa inafanya kazi. Pale tumeweka pesa ya serikali milioni 50 ya kwanza tumetumia. Milioni 20 ya kujenga administration block tumeweka kwa budget. Milioni ingine 40 ya equipment tumeweka budget. Na mimi nimetangaza leo ya kwamba tutawaongezea milioni 150 ya kujenga hostels ya watoto wa Kenya Medical Training Center. Samburu hoye! Samburu hoye! Hiyo kazi tuendelee naye. Si mnahitaji madaktari hapa? Si mnahitaji nurses? Si watoto wa Samburu wanaweza kuwa clinical officers? Si wanaweza kusimamia mambo ya afya? Mimi nawaambia vijana wa hapa, mjipange, kwa sababu tuko na KMTC, tuko na TVET 3 hapa Samburu, na tumesema hizo TVET zote pia tutawajengea hostels. Na mama Alice Wahome yuko hapa, waziri wangu wa mambo ya ujenzi, na tumekubaliana tunatoa pesa ya serikali 7.4 billion shillings to Samburu County ya affordable housing, ya markets na ya hostels. Tumeelewana jameni? Watu wa Samburu tumeelewana? Jambo la ine, mimi nimekuja hapa leo ni mambo ya maji. Nyinyi mnajua nilikuja kuanzisha damu ya Yamo hapa. Si namna hiyo? Hiyo damu sasa imekamilika. Leo nimekuja kuanzisha treatment works na pipeline ambayo italeta maji mpaka hapa Maralal Town, na hii sehemu yote watu 70,000 watapata hiyo maji. Kidogo contractor ametusumbua, lakini nimempatia kisomo kidogo. Nimemwambia awache mchezo. Si namna hiyo? Na nimemwambia huyo contractor before May next year, mimi nataka maji watu wanakunywa hapa Maralal. Hii watu yote tuwe tumelete maji hapa, imefika hapa, nimeona vile pipeline inatengenezwa, ndio Maralal inuke iende juu. Maralal hoye! Maralal hoye! Tumekubaliana? Tuendelee namna hiyo. Tujenge soko, tujenge hostels, affordable housing, Kenya Medical Training Center hapa, tulete maji, tutengeneze barabara, tuunganishe stima. Ama mnatakaje? Ama mnatakaje Maralal? Wacha mimi niseme ya mwisho. Hii Maralal, mimi nimeuliza hawa viongozi wenu, nimeuliza governor, nimeuliza senator, women rep, mama huyu Lesuda, nimekubaliana na hata na MCS ya kwamba vile tuko na university katika counties zingine, hapa nimeambiwa tayari mumetoa ekari 300. Si namna hiyo? Sasa sikizeni my friends. Si ndio? Hii Maralal